Good morning, my good people. Welcome and welcome back to my YouTube channel. To my returning subscribers, thank you so much. If you know you are tuning in for the very first time, feel at home and welcome. Thank you so much for your support, guys. Yeah, we are moving on well. Na hiyo ni grace ya God. It's not easy bila Mungu. So guys, I have a beautiful video over here. Yeah, Oga Obinna and the team, the way wali surprise our one and only Mness, security mpole, security mwenye hana maneno. Yeah, so I want to take you through. Yeah, and before I continue, let me say happy birthday Mness. Hii ilikuja but nilikuwa na a lot yenye nilikuwa nafanya, then I said I must bring this beautiful moment that mlishare pale, mkakula keki, sisi tumekula kwa macho, and I wish you happy birthday to many more years to come. Yeah, so wadau, nyinyi wote mmejua what has happened kwa mtandao of late since Raila apas. Things has not been easy, kwa our celebrities. First of all, kuna celebrities wa Kenya ama artist wa Kenya walitoa wimbo ya tribute kwa the late Raila Amolo Odinga, and ikaleta mixed reactions mob sana, to a point wengi waliamua kunyamaza, wengi waliamua, yani walitroliwa in a bad way. Mpaka kuna one of these, I came across this clip from Nigeria. Mtu ni comedian, akasema wasanii wa Kenya wangekuja pamoja as one, watengeneze one tribute na wajue wateka kwa channel ya nani ama wateka kwa platform ya nani, of which ingeonyesha uzalendo na ingeonyesha umoja. But kila mtu, huwezi lazimisha watu. Kila mtu alijua vile alipenda huyo mzee, na kila mtu alijua the way yenye atafanya mambo yake. Some they say walifanya for the benefit of the views, sijui nini. Duniani wadau, kila mtu ataongea. Ufanye nini ataongea. So Obinna alikuwa affected at some point kwa sababu kuna this guy anaitwa Omosh 1 hour. Omosh 1 hour after burial ya mzee Omosh 1 hour, kuna watu walianza kufanya challenge ya Junior. Vile Junior alikuwa anatoa, Raila Junior vile alikuwa anatoa speech yake pale Nyayo akiongelesha wananchi. It was so sad watu kuanza kutoa challenge in a way, wanaongea the way alikuwa anaongea, wana body shame the guy, of which that was so wrong na si kupendelea hata kidogo. So tukakaa hivyo, hiyo kitu ikaongelelewa na wasanii wengi, mpaka na serikali ikahave kuingilia. Wale walifanya challenge, mimi binafsi na waachia Mungu, sababu hata nikisema niongee sana sina uwezo. Lakini wewe tu, kama wewe ni mama, wewe ni baba, wewe ni, yani kama wewe umezaliwa, jua kuna siku kama wewe ni mtoto utaitwa mama ama utaitwa baba. Vitu zingine sio vizuri kufanya kwa sababu ina madhara yake baadaye. So hii ili affect Oga Obinna in a way. This guy mwenye nimemention wa kwanza, of all nyi wote mnamjua, anaitwa Omosh 1 hour. Alienda kutafuta klipu ingine ya Obinna. Mungu atusamee. Analeta hapa anasema Obinna was among those wenye walifanya hiyo challenge, of which tunajua vizuri that was a total lie. Wale wenye huwa mnafuatilia Obinna, hiyo klipu iko hapo, na walikuwa na that guy, nimemsahau jina lakini mnamjua, wako na show yao yenye wao wanafanya after Baby's show. I think hiyo ndio ili take over, na wao wanapiga story na the guy. So ikakuja ikawa ati pia Obinna alifanya hiyo challenge. Mbele ya Mungu the guy hakufanya hiyo kitu, na hiyo kitu tumeikataa kabisa. Tumeikataa. It's not about now Team Obinna, hapana.
Kama kitu ni kibaya, ni kibaya. Hakuna haja uharibie mtu jina na unajua tu vizuri kweli hii kitu jamaa kwa anaongelelea hii kitu. Kwa wale ambao tulikataza na tuliwaona, walikuja wakaomba msamaha, walijua walikosa. But for this one haikukuwa hivyo. So Obinna amekuwa na mambo mingi, watu wanamharibia jina, wanafanya nini, but ali come out, ndio huyu amecelebrate mtu wake wa karibu, at least to show some love. At one point amenikumbusha mimi birthday yangu nilikuwa na turn miaka fulani hapo. I was surprised by my boss. Alininunulia keki, nikaita mabeshte, tukaenda tukacelebrate. Nakwambia hiyo moment inakuanga ile mzuri. So hii furaha ama hii unity ambayo Obinna ameonyesha and the love wadau ina exist. Kwa wadozi wengine bado ina exist. Na mimi nishawahi feel, tena it's not once or twice, nimesha feel this kind of love and I appreciate Obinna so much kwa kitu amefanya. And the team, muendelee hivyo. Msikubali mtu akuje kati yenu afanye nini, awaharibie that unit. Na pia kila kitu unafanya weka Mungu mbele, because you never know who is your enemy. As much as kuna some activities inaendelea, be yourself, because maybe Obinna anaweza amua afanyie leo Mnez kwa yale ambayo anaona Mnez anafanya ama kumappreciate. Lazima mtu arudishe mkono, na kurudisha mkono it is in different ways. Unaona, huwa inarudishwa in a different way. So alileta hapo shambe, wakakunywa wakafurahia pamoja with the team. So for me, I'm here to say thank you so much Obinna, to appreciate our one and only Mnez. And Mnez, guys, is one of my subscriber. I came across his comment, nikasema wow, thank you so much Mnez, and I wish you a happy birthday hata kama imeisha. Tuendelee kuchapa kazi pamoja, we continue to support. Ako na channel pia. Kama hujajua Mnez ako na channel, you can go. Nitaweka link yake hapo, muende msubscribe. We preach about peace, love and hiyo yote. So wala hawakujua Mnez alikuwa na birthday. Alikuwa na birthday. Maybe hujakama across hizo videos, go wish him happy birthday. Though imeisha, but hii mwezi bado tu ana celebrate juu hii mwezi ndio ilikuwa mwezi yake. As we do that, tena we are waiting for baby's birthday yenye itakuwa on 17th. Is it 17th or 15th of this month, of next month of November? So happy birthday Obinna, thank you so much. Kuwa tuna huo moyo, na ujue ukiwa kwa media lazima watu watakuchongoa, watu watasema mengi, but focus. Baby alisema focus, wacha tu focus. Hata kama changamoto ni mingi, wacha tu focus. We love peace, tunapenda amani. And guys, thank you for your support, thank you for subscribing. Kindly, staki mambo mingi kwa comment section, just wish Mnez happy birthday and many more years to come. Tuache roho chafu, okay? Haters hapa siwataki. Thank you. And let's see each other on the next video, guys. Be blessed, stay blessed. I love you. Bye.